Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 5:30 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaendelea na taarifa, lakini hapo baadaye tutakuwa pia sasa tunaingia kwenye mjadala wa pili ambao unahusu swala zima la ukeketaji, hususan kwa mtoto wa kike katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Wageni wangu tayari wamefika kwenye studio na nitakuwa ninawahusisha baada ya muda usiokuwa mrefu. Muungano wa wanawake wakulima wa Kenya wametaka hatua za haraka na madhubuti kuchukuliwa ili kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Wakihutubia wanahabari wakiadhimisha siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia katika kaunti ya Migori, katika kaunti ya Migori, Okoth alisisitiza kuwa ghasia katika jamii za mashambani na za wakulima zinahusiana sana na mila za kitamaduni, unyonyaji wa kiuchumi na mfumo duni. Wasichana wanauliwa. As we face these urgent challenges, we demand that immediate action to be taken to address violence against women and girls in all its forms. We call for the implementation and enforcement of existing policies. Hii mambo ya kuuawa akina mama, unapata kama akina mama shauawa, watoto wamebaki pale, mzee ambaye ni muuaji amekimbia, ametoroka, ameacha nyumbani, watoto wamebaki yatima, hakuna yeyote ambaye anaweza kuhakimu. Tunaangaza hii kill tu, tunasema ya kwamba serikali iondoke nje na iangalie vile tunaweza kusaidiwa. We don't want to be blamed because you are being killed. That woman that was killed in Malunga, she was killed in her home. She was not killed because she was after anybody's money. She was not killed because she has taken anything from anyone. She was killed because she was a woman. And we don't want people blaming our young women that they are being killed because they love money. Nobody is forcing anybody to give anybody money. Tunasema women in leadership wanapaswa kusimama na kupigania haki ya mtoto mwanamke. Juhudi zinazidi kuwekwa kupambana na dhulma za kijinsia. Hii leo waziri mwandamizi Musalia Mudavadi na mshauri wa rais kuhusu masuala ya wanawake Harriet Chigai wanaongoza mchakato wa uhamasisho kwa wahudumu wa bodaboda kuhusu swala hilo ili wawe mabalozi wema. Alan Ochanda yuko katika kaunti ya Kakamega na anafuatilia taarifa hiyo kwa sasa. Kama tu ulivyotaja ni kwamba hapa katika kaunti ya Kakamega mjini Kakamega ni kuwa waziri mwandamizi Musalia Mudavadi na yule ambaye ni mshauri wa masuala ya wanawake katika afisi ya rais Harriet Chigai wameweza kufika hapa, na ukitazama nyuma yangu ni kwamba kongamano hili litakuwa likiweza kuhusisha kwa pakubwa sana wale ambao ni wahudumu wa bodaboda, na kauli mbiu ikiwa ni creating safe homes, safe spaces for women and children, kuweza kuhakikisha kwamba mahala popote ambapo wale ambao ni dada zetu ama wale ambao ni watoto wanakuwa wapo salama, kwa sababu kumbuka kwamba katika miezi miwili iliyopita zile takwimu zimeweza kuchora picha ambayo ilikuwa ya kuhofisha sana. Yale ambao ni mauaji kwa misingi ya kijinsia yamekuwa ya kuhofisha sana. Wale ambao ni dada zetu, wale kina mama dada zetu wamekuwa kiweza kuuawa na kuweza kupoteza maisha katika hali ya kutatanisha. Ila upande wangu wa kulia ni yule ambaye ni mshauri wa masuala ya wanawake katika afisi ya rais Harriet Chigai aweze kutueleza kwa kina sana ni lipi ambalo nimeweza kuwafikisha hapa kongamano hili, dhamira ni ipi, na pengine ule uhamasisho na siku 16 kuanzia tarehe 10 ama 25 mwezi Novemba hadi tarehe 10 ambayo ni kesho mwezi Disemba imeweza kuzaa matunda ambayo huwa ni maadhimisho ya kila mwaka. Karibu sana, utueleze pengine kongamano hili dhamira ni ipi? Asante sana. Leo kwanza tumekuja hapa Kakamega ili tuweze kufanya kazi serikali kuu na serikali ya county kuangalia hii masuala ya kudhulumu kina mama na watoto. Na cha muhimu zaidi leo tumeamua ku unveil the Safe Home Safe Spaces campaign, na watu ambao tumeshirikiana nao ni watu wale wa bodaboda. Mara mingi tumesikia bodaboda wakiwa mara mingi wale riders wana accusiwa for many times ya kwamba hao ni watu halifu. Lakini leo tumekuja hapa ili tuweze kusemezana nao, ili tuweze kufundishana na ili tuweze kuungana na watu wa bodaboda ili wawe
sauti ya serikali kwa ile kazi ambayo serikali inafanya. Tumeona wana register na mambo ya shift. Tumewaona wamefanya hapa skits ya kuangalia mambo ya abiria na kusemesha kwamba wale ambao wanabeba, unaangalia mara mingi watu ambao bodaboda wanabeba ni kina mama na mara nyingine watoto wakiwapeleka shule. So hapa leo tumefika na tumeona si bodaboda wote ambao ni wabaya. Bodaboda actually ni watu wazuri sana, kwa sababu tuko na shida hapa ya teenage pregnancies na tumekubaliana na wao kwamba hao ndo watakuwa kipasa sauti ya serikali, na tumekubaliana na hao pia hao ndo watafanya kazi kuangalia mambo ya kijamii na waensure hii mambo ya kudhulumu watoto na kina mama iishe katika jamii. So tumekuja hapa Kakamega ku unveil, na yetu ni kwamba tutaenda kila mahali nchini. Muliona rais alisema yeye anasimama na kina mama na watoto, na tukasemezana na tukakubaliana all leaders watafanya hii kongamano katika mahali ambapo wanaweza kushuhudia wananchi. So all women reps na any other leader ambao wanataka join hands kuongea mambo ya femicide na mambo ya safe home, safe spaces yetu. Tunaanza leo. 16 days of activism imeisha, lakini sisi ya serikali tunasema yetu inaanza leo, kwa sababu mambo ya kusemezana kijamii si mambo ya siku 6 ama siku 10. Hii ni mambo ambayo tunafaa tuweze kusemezana kwa muda, na sisi kama serikali tunasema in the next 2-3 years tutakuwa tunaangalia hii mambo ya safe home, safe spaces, tuangalie mambo ya wajane, mambo ya kina mama na mambo ya watoto, na tunasema bodaboda riders ndo watakuwa our champions, watakuwa champions wetu katika hii mambo ya safe home, safe spaces, na wote wamekubaliana hapa Kakamega, wote wamesema wanafanya kazi na serikali. So hiyo ni muhimu sana, kwa sababu sisi kama serikali tuko upande wa juu, na ukikuja hapa upande ya jamii lazima tutafute kila mtu. Kanisa iko na kazi yake ambayo inafaa kufanya. Sisi manyumba zetu kama wazazi tuko na kazi yetu ambayo tunafaa kufanya ili tuweze kuwaelimisha watoto wetu, na pia wanaume katika jamii wana kazi yao ili waweze kuinua watoto vijana pia. So hii mambo ya kijamii si mambo ya mtu mmoja, kila mtu lazima asimame kidete, na sisi wote tuweze kufanya kazi pamoja ili tuweze kuendelesha hii nchi. Asante. Na ukitizama umesema kwamba safe spaces kokote kule. Ukitizama takwimu za miezi miwili iliyopita, wale ambao ni kina mama, wale dada zetu, watoto wa kike wakiweza kupoteza maisha yao sana sana manyumbani mwao, unapata ni waume wao ambao wanaweza kuwapotezea maisha yao. Ila uzito sasa unaelekezwa kwa upande wa bodaboda. Pengine ni vipi ama ni mbona mmeweza kuwapatia wale bodaboda lile jukumu, kuwatuika jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba uhamasisho huu ukiweza kuwapata ili kuweza kuendeleza ile injili ya kuweza kupunguza dhulma za kwa misingi ya kijinsia? Ukiangalia mambo ya dhulma kwa kijamii ni mambo ya kinyumba, unaona. So si mtu mmoja anaweza angalia hii mambo, na serikali ni mkono wa pili ama wa tatu. Ukiangalia haswa kina mama ama wale athletes ambao wameuawa, waliuawa katika ile space ambao wanaweza sema ni safe space. Waliuawa kwa mikono ya watu wapendwa wao, watu ambao wanawapenda. So ukiangalia sana unaweza sema serikali iko umbali kiasi, kwa sababu ukiangalia mambo ya sheria ipo. Lakini mambo ya kijamii ni sisi wenyewe tunaweza kutatua. Lazima tuongee mambo ya kijamii katika manyumba zetu. Sisi kama ofisi yangu tumechagua bodaboda kwa sababu kuna mikakato mingi ambao ama shughuli mingi ambao civil society inafanya. Kuna watu wengi ambao wameangalia hii mambo, na wengi wao wako kwa ile sekta ya victims. But sisi tunasema tunataka tusikue na victims. Unaona? Tunasema tuweze kueneza upendo ili tusiweze kukua na victims. Tuiangamize mambo ya dhulma kabla haijafanyika. Hakuna haja tukue tunaongea mambo ya advocacy wakati watoto wamekufa, ama wakati kina mama wanakufa, ama kina vijana, unaona. So hii mambo ya kijamii lazima tuangalie katika manyumba zetu. Unaona, serikali haiko kwa nyumba zetu. Serikali ya nyumba ni watu ambao wako kwa ile nyumba. So hiyo ndo tunasema sisi tunataka bodaboda wakue our mouthpiece. Tunataka bodaboda wakue our good ambassadors. Unaona? Na bodaboda wamekubali. Wanasema si wote ni wabaya, si wote wanafanya dhulma katika jamii, unaona? Na wamekubali tukiwafanya kazi na wao
tutasimama pamoja na tueneze hii mambo. So hiyo haimaanishi hatuangalii mambo ya victims pia. Victims ambao wako pia hao watashughulikiwa. But sisi tunasema ile sekta ambayo watu wengi wamepuuza sana ni sekta ya bodaboda. Unaona? So ni jinsi gani tunaweza wasupport na wao pia wasupport serikali. Kwa sababu pia wao wako na kazi yao na tunawaambia ile ofisi yao ni ile motorbike. Na katika ile motorbike lazima wakuwe na ile heshima na pia wale watu ambao wanabeba kama abiria lazima waheshimu. Na ukikuwa na hiyo heshima ya client na mwenye ofisi, jamii itakuwa mzuri. So sisi tumetarget bodaboda because wako wengi wao ni wasomi pia, na tumeongea na wao, tumekaa katika kikao na wamekubaliana na sisi. Hii program ambayo tumeweka hapa, wanasema wataongelesha wenzao pia, na ukiangalia unaona pia wana register kwa mambo ya ile ya health. Unaona, tuko hapa na NTSA pia wanawafundisha mambo ya road safety. Unaona, na ukiangalia sana katika ofisi yangu tumefanya kazi na wajane, na tukienda round tunapata vijana wengi wanaaga dunia kwa sababu ya bodaboda accidents. So pia tunawaambia ile mambo ya safety ni muhimu, na hiyo ndo sababu ukiangalia vizuri kuna wale wamefanya michezo ya safety, tumewapatia helmet kwa sababu bila helmet helmet ni very important katika bodaboda, ule ambaye ana rider mwenyewe na pia ule abiria ambaye wanabeba. So ukiona tumekumbatiana hapa ama tunafanya kazi na NCBA, KCB, na tunashukuru sana KCB kwa sababu ya kazi ambayo wameleta. Lipa Likes ambao ni wa strategists, hao ndio wamepanga hii mpangilio ya bodaboda, na tunasema kazi serikali ni muhimu. Alafu tuko na county government ya Kakamega imesimama na sisi, na unaona hiyo ni jambo mzuri kwa sababu kama jamii tukikuja pamoja, hii ni ishara kwamba jamii ikija pamoja, sisi sote tunaweza tatua mambo ya kijamii. Unaona? Waathiriwa wa mafuriko ya Kisumu wanaendelea kupokea misaada kutoka kwa wahisani mbalimbali. Seneta wa Kisumu kunradhi mtazamaji, taarifa hiyo nitaweza kuisoma tena, ambapo waathiriwa wa mafuriko ya Kisumu wanaendelea kupokea misaada kutoka kwa wahisani mbalimbali. Seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojienda amehakikishia waathiriwa hao kuwa ataandaa hoja kuhusu bwawa la Koru Soin katika bunge la Seneti ili kusaidia kutatua tetesi ya mafuriko iliyowaathiri wananchi wa kaunti hiyo ya Kisumu. Ameongezea kusema kuwa matuta ya juu ya kukinga mafuriko yataongezwa karibu na makazi ili kudhibiti maji ya mvua yaliyofurika vijijini. Seneta alikuwa akizungumza Kisumu Magharibi, ambapo alitoa michango ya watumishi wa chakula na alitoa michango ya chakula na vitu visivyo vya chakula kwa waathiriwa wa mafuriko. A lasting solution to this, of course, would be Koru Soin Dam. That would help. But that's just part of it, because we also have to ensure that we desilt the tributary some of the rivers, but also to ensure that we have a framework that for desilting every so often, so that water can flow right into the lake. And I think the disaster that we've seen here, the houses that have been destroyed, we will have to seek help to reconstruct some of the houses for families that have lost their houses and all their property. People are complaining that there were some funds that were allocated for some bridge here in Rota, and they were told that the project ended simply because the county government of Kisumu realized that there was some corruption. The people are seriously asking that if at all there were some corruption allegation cases, they want to see to it and to be told specifically in black and white, where are these funds and who was involved in these corruption cases here in Rota. Tangu tupige kura ile mwaka zingine zimepita, hatujaona mazuri. Tumekuwa tu tunasumbuliwa na maji kila wakati. Maji inakuja inajaa manyumba, inajaa shule, hadi hospitali. Hakuna hata vile watu wa Rota hawana amani. Hivi karibuni maji ilijaa mpaka kwa mahali tunafanya biashara.
Wakazi kutoka maeneo bunge tofauti kaunti ya Kiambu wamenufaika kwa mbolea, parachichi na miche ya machungwa kutoka kwa Wizara ya Kilimo ya kaunti hiyo. Lengo kuu la ruzuku hizo ni kuinua jamii na kuiwezesha kiuchumi. Idara ya Kilimo pia ilisambaza vifaranga vya kienyeji vilivyoboreshwa kwa wanawake 1000 katika eneo la Kabete, huko waliolengwa wakiandaliwa kwa wasambazaji wa mayai ya mpango wa lishe shuleni kwenye shule za chekechea kaunti hiyo, ambapo watoto hupewa mayai 3 ya kuchemshwa kwa wiki. Gavana Kimani Wamatangi amesambaza nguruwe bila malipo kwa vikundi vya wanaume wakiwemo vijana katika kaunti ndogo za Muguga, Nyathona, Gitaru, Kabete, Uthiru, Limuru ya Kati, Limuru Mashariki na wadi za Ngesha Tigoni. Kutoka Nyathona na hii fertilizer na hii miti, mimi ni farmer. Sasa itanisaidia, sitauza, nitaweka kwa shamba yangu na miti bado nitapanda kwa shamba yangu. Matunda tumepata ya avocado na kusema ukweli gavana amesaidia watu. Juu wametoka bari eneo mingi sana, na hii ni kuonyeshana kama kungekuwa hivyo kitambo watu wangekuwa wameendelea. Hii ni mpango ya gavana aliahidi kwa manifesto yake na tukaiweka kwa CIDP, na lengo kubwa ni vijana waache kukaa kwa mitaa kama hawana jambo la kufanya. Tunataka kuwainua hata wao wapate kitu ya kuweka kwa mfuko, wapate chakula, waweze kujisaidia, watoke kwa pombe. Kama njia moja ya kukabiliana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukizana, wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Nyeri kujitokeza na kupimwa mapema ili kuwapa madaktari muda mwafaka wa kutibu magonjwa hayo. Wito huu ulitolewa wakati utoaji wa huduma bila malipo kwa wakazi wa eneo bunge la Tetu, ambapo zaidi ya watu 3000 walijitokeza kupimwa na kutibiwa. Kaunti ya Nyeri inaongoza nchini kwa idadi ya juu ya magonjwa yasiyo ya kuambukizana, huku saratani, kisukari na shinikizo la damu yakiongoza kwenye orodha hiyo. If you can be able to be screening our people in advance for cancer, for BP, for blood sugars and all those types of things, it is easier to prevent than to treat. Na kwa hivyo vile tungetaka kusema ni kwamba tunaona watu wetu watasaidika sana siku ya leo, kwa sababu najua wakati huu tuko katika hii kutoka NHIF mpaka kwenda kwa SHA, na kuna makelele na hitilafu kidogo kidogo, na sana sana ndizo zinafanya watu wetu wafurike hapa kwa wingi. Juu wengi wameenda kwa kutafuta usaidizi pale hospitalini, labda anaambiwa hajasajiliwa, anaambiwa authorization haitoki, anaambiwa hili na hili. Bodi ya chai nchini TBK imetangaza mipango ya kuweka mashine za kisayansi za kupima chai katika soko la mnada wa chai la Mombasa. Akizungumza mjini Kericho baada ya mkutano wa mashauriano na wakurugenzi 120 wa kiwanda cha chai kutoka eneo la magharibi mwa bonde la Ufa, katibu mkuu wa kilimo Paul Rono alifichua kuwa vifaa vya kisayansi vya kupima chai vitafanya kazi ndani ya miezi 3. Hatua hiyo ni muhimu na inalenga kushughulikia malalamishi ya muda mrefu kuhusu kutofautiana kwa ubora wa chai kutoka kwa viwanda vya mashariki na magharibi mwa maeneo yanayolimwa chai ya eneo bunge ya eneo la bonde la Ufa. Mbinu ya sasa ya chai ambayo inategemea tathmini ya kibinafsi na wanaonja imezua ukosoaji hasa kutoka kwa wakulima wa KTDA magharibi mwa mkoa wa bonde la Ufa, ambao wanahoji kuwa ina upendeleo na inasababisha malipo ya bonasi ya chini. We also support the current testing mechanism, and the board has already put up the infrastructure and they are in the process of installing the equipment, which I think within the next 3 months it should be there. The economy ya Torsageg in the next 5 years itakuwa juu sana, because hii kahawa kila mkulima akipata at least 100 na kuenda juu. In the next 5 years mtakuwa mnapanga laini. Nikijenga hiyo parchment store, nilikuwa nauliza
committee, kwa nini store imekaa bila kahawa? Sasa kahawa itaanza kukuja. This is the leading society in the county which managed to pay the farmers 100 Kenya shillings. This is in the spirit of President Ruto's agenda of bottom-up, that the way to go is to sort out agriculture and agri-business so that it can put money to the people's pocket. Uhaba wa maji umekuwa tishio kwa watu wengi, haswa maeneo kame nchini, na hata kusababisha mifugo kupoteza uhai. Jamii ya Oda kutoka kaunti ndogo ya Moyale ilikabiliwa na tatizo kubwa la maji wakati kisima walichokitegemea kuharibika mwezi Agosti mwaka jana. Sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kisima hicho kukarabatiwa na mashirika yasiyo ya serikali kwa ushirikiano na serikali ya kaunti. Mwanahabari wetu Catherine Imuraget ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika kaunti ya Moyale, jamii ya Oda ambayo vyanzo vya maji ni vichache, ushindani wa upatikanaji mara nyingi huchochea mizozo na ugomvi. Wanavyosema Waswahili, Mola hamwachi mja wake, ndivyo jamii ya Oda ilivyopata afueni kutoka kwa shirika la World Vision Kenya na shirika la kimataifa la uhamiaji linalofadhiliwa na idara ya Marekani ya usafirishaji haramu wa binadamu, kushirikiana na wizara ya maji ya kaunti ya Marsabit kukarabati chanzo cha maji. Ukarabati huu unajumuisha kusakinisha mtambo unaotumia nishati ya jua, generator mpya, mabomba ya PVC ya kudondoshea maji, kibanda cha maji na nyumba ya generator, mnara wa maji, mabomba ya maji ya lita 10,000 na uzio uliogharimu shilingi milioni 4.5. Mradi huu umeipa jamii ya Oda afueni, huku wakulima wakikumbatia kilimo na kupunguza safari za mbali za kusaka maji kwa matumizi. Boli yetu iliharibika, tukatoa sukuma yote iliharibika, tukatoa. Saizi World Vision walitusaidia. Kitambo tulikuwa tunaenda mbali kutafuta maji, alafu mpaka tunakosa time ya kufanya homework. Amina Mohamed ambaye anaishi mita 200 kutoka kibanda cha maji anasema mradi huu umewaepusha na safari za mbali na sasa wana muda wa kutosha na familia zao. Tulikuwa tunachoka, tunaenda mbali, tunarudi watoto wako wamelia, wamekufa na njaa. Sasa tuko sawa. World Vision Kenya imetoa mafunzo kwa wajumbe 15 wa kamati iliyoteuliwa ili kuhakikisha kisima hicho kinasalia katika hadhi nzuri. Mradi huu unalenga kupunguza uhamiaji wa wafugaji, kuboresha mahudhurio shuleni na kushughulikia udhaifu unaohusiana na maji unaosababisha usafirishaji haramu wa watu. Catherine Imuraget, KTN. Uongozi wa walio wachache katika bunge la Seneti umetoa wito wa kuundwa upya mara moja kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kiongozi wa wengi katika Seneti Stewart Madzayo na naibu wake seneta wa Kitui Enoch Wambua walisema makamishna wa IEBC wanafaa kuteuliwa mara moja ili kuanza kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ikiwa ni pamoja na kuwekewa mipaka ambayo sharti ibuniwe kabla ya uchaguzi. Wakizungumza katika shule ya sekondari ya Barani katika mji wa Malindi, Wambua aliliondolea lawama bunge akisema bunge la Seneti na lile la kitaifa linasubiri miswada iliyotolewa na kamati ya kitaifa ya majadiliano ambayo ilifungua njia kwa katiba ya bodi ya uchaguzi kuwasilishwa ili kupitishwa. Kwa upande wake, seneta Madzayo aliwataka wote, afisi kuu ya rais na bunge, kushinikiza uteuzi wa makamishna wa tume ya IEBC mara moja. Wako hapa zili sawa? Kwa hivyo tutaenda kwa Samahani mtazamaji kwa mkanganyiko wa picha hizo, lakini tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo hapo baadaye. Mara nyingi wanahabari wanalaumiwa na serikali punde tu wanapoonyesha maovu yake. Lakini je, ushawahi jiuliza wanayopitia wanahabari, hasa wale wanaohusika na kupeleleza? Ripota wetu wa ukanda wa Pwani Tobias Chanji alikutana na mwanahabari mpelelezi wa kimataifa Anas Aremea. Anasa kutoka Ghana ameshinda mamia ya tuzo za kimataifa kwa baadhi ya taarifa zake za ufichuzi
ambazo pia zimeathiri taifa la Kenya. Muda wote amesalia kuficha sura yake. Japo Anas Aremeyo Anas maarufu Anas, ambaye ni mwanahabari kutoka Ghana, alikuwa hajulikani na Wakenya wengi. Sifa zake zilienea mwaka 2018 katika makala spesheli ya Betraying the Game yaliyoonyeshwa katika shirika la BBC, ambapo zaidi ya maafisa 100 wa kandanda kutoka ukanda wa Afrika Magharibi na Kenya walinaswa kwenye kamera wakipokea hongo. Miongoni mwao ni Mkenya Aden Range Marwa, refa aliyepigwa marufuku na FIFA kuhusika na kandanda. Ask yourself that if you're a coach and you are paid thousands of dollars, what should my $200 or $500 do? Why do you want to take it? If you can take it, it means you can equally do something worse. So yes, supporters of Mawa in Kenya, I am sorry that Mawa was removed, but I have no regrets. Uchunguzi huu pia uliwatia pabaya maafisa wote wa kandanda Ghana na kumlazimu rais wa taifa hilo kuwafuta kazi. Whatever was done in that investigation was not done out of malice. It was done out of pure investigative work. And this is work that aired on the BBC. What does that mean? It means that it went through all the legal checks and scrutiny. Mwanahabari huyu ambaye kwa wakati wote amefunika uso wake alizaliwa miaka ya 70 na anajulikana kupigania haki za binadamu na kutoegemea upande wote kisiasa, huku habari zake zaidi zikilenga Ghana na ukanda wa kusini mwa Sahara. Journalists play a key role, the link between institutions and the citizens. So they expose corruption, they hold power accountable. Anas alikuwa miongoni mwa wanahabari wachache waliohudhuria kongamano la kuwaficha wanaotoa habari muhimu, kongamano ambalo limeandaliwa na shirika la UNODC. Mtazamaji, taarifa hiyo ya Tobias Chanji inatutamatishia awamu hii ya taarifa, lakini nachukua pumziko fupi mno. Sasa wakati nitakaporejea kuanzia mwendo wa saa 6 kamili, sasa tutakuwa tunaingia kwenye mjadala ambapo tutakuwa tunaangazia swala zima la ukeketaji wa mtoto wa kike katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, ikiwa bado tunaingia sasa kwenye wiki ya mwisho